Yaani kuna kipindi inafika unatamani tu hata ushuhuda wa uongo. Yaani unatamani tu hata upime kwenye kipimo, kionyeshe uongo alafu baadaye ule mstari ufifie uoneshe kwamba wewe sio mjamzito. Kuna kipindi unatamani kwa sababu ulikosa hedhi miezi 2, ukatamani ufike tu hospitali, ufanye kipimo, uambiwe hata ulikuwa na ujauzito ukaharibika bila hata wewe mwenyewe kujua. Hii ni kwa sababu imekuwa ni endelevu kwako kukosa hedhi. Imekuwa ni endelevu kwako, unapata dalili zote za kama mjamzito, ila ukienda kupima wewe sio mjamzito. Ni kwa sababu tu imekuwa ni endelevu kwako, kila ukijaribu kufanya vipimo unaambiwa hauna shida yoyote na unaishia tu kupata dalili, ila baada ya mwezi mmoja, miezi 2, mwingine anaenda hadi miezi 4, anajikuta baadaye hedhi anapata kama kawaida, na mwingine atakwambia kwamba napata vizuri ila naona tu kuna namna siielewi. Ni kwa sababu tu ya changamoto za uzazi ambazo zimeshakaa kwa muda mrefu. Ni kipi ufanye kama changamoto imeshakuwa kwako ni endelevu? Basi huenda unahitaji ushauri au unahitaji ni namna gani unaweza ukafanya ukafanikiwa kwa haraka zaidi. Tunatoa mwongozo wa utaratibu wa usimamizi, lakini sio hivyo tu, unaweza ukapata utaratibu maalum wa matibabu kwa changamoto ambayo imeshakuwa ni endelevu ili kufanikiwa kwa haraka zaidi kubeba ujauzito. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Nipo nawe katika safari hii ya kuitwa mama.